Sambo sijawahi kuona hata siku moja hapa anaingia mtu anakuja hata shemeji kusimama naye sijawahi kuona. Upoje kwanza mwenzangu? Mdogo wangu. Mbona swali zito sana hilo unaloniuliza? Nimekuuliza tu, wengi naona hapa wana dada zao na mashemeji zao, lakini mimi sijawahi kusikia hata siku moja. Mdogo wangu. Hayo mambo yapo. Sawa. Hao naona kwamba wanakuja wanaume wanaingia ndani ya nyumba ya baba zao. Ulitaka na mimi nilete hapa nani kwa baba? Kwa sababu wengi naona hata kwenye miembe wanasimama, kwenye vibanda umiza wanaenda, lakini sijawahi kuona kwenye kibanda umiza wala ukasimama kwenye mtu kwenye mwembe sijawahi kukuona. Upo tu kiamka asubuhi, mchana, jioni nyumbani. Basi. Mdogo wangu, shemeji yako yupo. Isipokuwa utaratibu huo ulionao wenzangu mimi sina. Sina utaratibu wa kusema kwamba nimchukue shemeji yako nimlete ndani ya nyumba ya babangu. Huo utaratibu sina. Sina utaratibu wa kusema nisimame naye kwenye vibanda umiza wala kwenye miembe sina. Ila ipo siku atakuja utamuona. Haya sawa dada, vipi leo kuhusu kula? Maana mpaka saa hizi hapa tumekaa tu na njaa tumboni zinauma. Kuhusu kula mdogo wangu, chakula kipo ndani. Jiko lipo ndani. Kwa nini usikae chini ukapika? Unataka hadi mimi niingie tu jikoni nipike? Kweli? Mimi ni mkubwa, wewe ni mdogo. Jirani yangu tumezoeana. Sasa wewe sister, uko busy na nikazia tu mimacho hapo. Hujapika huko? Nipike ulileta mboga hapo. Yeye ndo dada wengine bwana. Sasa wewe mboga. Kaka yuko wapi? Mbako nisakazie tu mimi. Mwambie brother alete mboga hapo tule ugali. Sio tunaangazia tu mimacho hivi. Ukitaka oa sio kupeleka ishara tu. Sisi tumeshachoka kila siku kupika tu. Kuda dada deki. Wewe tuheshimiane wewe. Wewe mwenyewe hujaolewa hapa. Sawa? Tunalishwa kama unavolishwa. Acha dharau. Wewe unasikia kelele? Kuna nini bwana? Kila mdogo wako huyo. Wewe ndo mtu mzima, kwa nini unakuwa hivi? Alafu unajua sasa mimi sifagilii ujue. Kibao hicho. Na kwani tutazinguana tu. Nimekupiga hivyo nina maana yangu. Kwa sababu wewe ndo mwanaume. Kwa nini unamwelekeza mwenzako masuala kama haya? Wewe ndo wakutoa hela kumpa mwenzako akanunue mboga. Oya, hapo tunazinguana. Wewe umeniwasha gombao unanipiga keleza kuoa. Alafu mimi siwafagilii wote. Oya sister, kibao chako mimi nimemind hicho. So poa mwanangu. Sema nini baridi? Mimi sinamsubiri brother akija uhakika. Mimi nasemelea yote haya. Sema mimi nimekuheshimu tu. Alafu na wewe habari za kuoa hizo mimi sifagilii. Tena naona kelele kabisa hapo. Kama msubirie brother hapo aje tufanye mazingira ya kula, sio mnipige mimi makelele. Nyinyi vipi kisa leo sina hela ndo kelele zote hizo? Hata kama wewe kaka akaja ukamwelekeza hivyo na yeye atakwambia kitu hicho hicho. Ya zenu huko ndani sifagilii. Asa wewe sister wewe. Na huyu mdogo wako usiwaandavia hata kidogo. Afadhali tena aje kaka. Afadhali kwa mimi soko nini? Afadhali ya nini? Brother njoo bwana. Sio njoo, afadhali ya nini? Tena ukipisha kabisa kani. Mama. Yeah. Mbona wengine mnanuna, wengine mpo hivi? Shida ni? Ongea ndugu zako hapa. Mimi nimefika hapa nimeongea baadhi ya chakula. Bwana kanipiga. Alafu na huyu kaniambia oa. O brother, wetu brother ndio. Yeye ni umbi. Kweli yake. Na mimi nipiga. Sasa bora useme wewe. Kwani kile changa mimi kuruka kama hivi. Rashidi, mimi asubuhi nilikwambia nini?
Sikukwambia watu waamke twende kazi na wewe nijibu nini? Ulisema unakuja mpaka saa hizi mimi narudi. Ulikuwa unafanya kazi gani hapa? Sasa blaza pengine sio mpaka tunalaumiana Sasa mimi nimepigwa kibao hapa. Hilo hapo unaongea tu habari za kazini. Sawa, mimi kazi sijafika. Mimi hapa leo hivi hapa kuna mama aliniambia hivi. Niende pale kwake nikamsaidia kuoshaosha vyombo. Umeona atanipa shilingi 1000. Lakini nimeosha buku yenyewe hajanipa. Akinipaka ningija hapa ningitoa la mboga blaza. Dada unamuelewa? Umeelewa hata kidogo. Kazi ya kuosha unaenda kuosha mwanaume? Si bora ungemwambia dadako mdogo aende kaoshe. Hivyo una akili kweli wewe? Yaani unaacha kazi za msingi afu unaniambia kwamba ulipata kazi ya kwenda kuosha vyombo. Kweli? Alafu unakaa hapo mnalialia wenyewe njaa. Wakulia dada zako sio wewe. Yaani mimi najua baada ya mimi linafuatia jembe langu ndio wewe afu unafanya upuzi mtupu kweli? Sasa blaza, wewe unasupport vipi wanawake hao? Ni support mimi mdogo wako. Lakini hiyo buku ningerudi naye hapa hawa ngila. Lakini leo mimi naona mpumbavu mmoja hivi unanisema na kunisema mbele ya wanawake. Sasa si ndio maana mimi uniite chemba au mdogo wangu chofanya sio kizuri. Hao wanasema mbele zao. Wewe mwenyewe amenipiga hapa afu blaza uandafiwa wala nini? Hizo mimi sijapenda. Mimi nakwambia blaza. Afu blaza mimi nakukubali dakika ya mwisho wewe unaunga mkono wako. Sasa kukubali mimi nakwambia. Unaona dada hiyo? Hamna kitu kakaangu. Umeona sasa? Wote mnasema mimi. Basi kaeni nipekeni mliziki hapa. Ondoka. Toka mwenyewe. Kweli dada, mimi nyumba hii. Na haki ya Mungu mimi nakwambia hivi. Yaani mimi nikioa tu nyumba na hama. Nenda hata kupanga huko japo sina uwezo kujenga hapa katikati, nitaenda kupanga huko nikakae. Kwa sababu nini? Hii nyumba na kelele. Hauwezi kuhama kakaangu. Lazima nihame sasa. Haya ndio mambo gani hayo? Kwa sababu wewe ndio mtu mzima wa kukaa chini kutuelekeza sisi. Sisi hayupo mtu tunayemtegemea zaidi yako wewe. Shika kanunua mboga. Alafu mimi puuzi mimi sitaki. Kweli ngocheni. Mama Zedi. Zedi. Be! Hebu njoo kwanza hapa. Beba. Mwanangu. Kwanza mdogo wako yuko wapi? Yeye alisema anaenda kupika jikoni. Njaa inamuuma. Naomba niitie na mazungumzo wote wawili. Sawa baba. Abe dada. Baba anakuita. Wanangu, mimi nimewaita kama baba yenu. Najua saa hizi nyinyi mabinti zangu mmeshakuwa wakubwa. Alafu na isitoshe mkiangalia baba yenu miumri ndo nakwenda huko. Kwa hiyo mimi nawasihi sana wanangu. Muda wote na saa yote mimi naweza nikafariki. Kwa hiyo zingitini sana maneno yangu naye waambie. Nielewa wanangu? Muda wote mimi naweza nikafa. Kwa hiyo cha msingi mimi nachowaombeni wanangu. Naomba mpendaneni sana. Hicho ndio ninachowasikizeni siku zote. Kwa hiyo ikitokea mmoja amepata mume, naombeni wote wewe kwa mfano kama wewe mdogo, naomba ukubali kwa dada yako ameolewa, na wewe mkubwa, ikitokea dada yako mdogo wako ameolewa, na wewe naomba ukubali kwa mdogo wako ameolewa. Sitaki marumbano aina yote yale. Umenielewa? Sawa baba, tumekuelewa. Sawa, wanangu mimi natumaini umeshanielewa. Kwa hiyo cha msingi hebu unaona mkaniandalie chakula baba yenu hapa sijara.
Maana jana kidogo tumbo lilikuwa linasumbua na chakula jana usiku sijakula vizuri. Kwa hiyo naomba mkaniletee chakula. Sasa huyu hapa ndo mvivu kupika huyu. Umenielewa wewe?